Hi bestie. Karibu tena kwenye channel yetu ya Official Minazi Vlog. Tunaendelea kwa ile mada yetu iliyoisha ya jinsi nilivyotapeliwa visa za watu 4. Jamani, nipo hapa kwa naba kuwaelimisha. Nawaambia ili mimi ukinifuata niulize nikuelekeze, ila mimi sidhamini mtu visa. Ukinifuata ukiniambia issue ya visa umetapeliwa, kama hujaangalia hii video na kama ukiona share na mwenzako, kila mtu apate elimu. Watu wampagawa sasa hivi maisha magumu, wanaamua apate pesa kwa njia za udanganyifu mwingi tu. Basi bwana, kama wewe ni mgeni usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kama uko na swali lolote comment hapo chini, nitakujibu kwa kutumia video, sio kwa mtu mmoja mmoja. Lakini kama ni mwenyeji msisahau kushare jamani, na kusambaziana, mwambiane. Sasa basi tunarudi. Huyu dada Dubai akawa amepata losi, ameingia kwenye overstay, ana matatizo kibao. Yeye analaumu mimi kiwape niko Tanzania anafanya hivi anielewe. Of course nilikuwa namuelewa kwa nini ana shout vile, na mimi ilikuwa ngumu kumuelewesha kwa kilichonikuta. Yeye kwa akanishumi tapeli. Basi mwisho siku nikamwambia mniache kwanza, mimi napambania haki za watu, kwa sababu hiyo issue ushairipoti ipo kwa polisi. Kama wewe hata mwenyewe unaisema nitapeli, basi nenda hata huko polisi Dubai, elezea, mimi nikija nitakuja kujibu kesi. Nikawa nadili na watu na nikadili na kule. Yule dada mwingine sasa naye akanishtaki kitu kingine. Sijui nilitaja jina kule nyuma, sio nimesahau, sitaji jina, kikubwa pia Dar es Salaam. Hapo kumbukeni kesi ishazunguka vituo vitatu. Mimi na kesi nimefungua kituo kikubwa, na kesi sehemu nyingine ndio sikukubaliwa, lakini nikaja nikashtakiwa kituo kingine. Nimekaa siku napiga simu, naitwa afande fulani, naongea na fulani, bwana kuna malalamiko yako hapa, unahitajika kituo fulani. Hii kinaweza nikakitaja, ilikuwa stakishari. Unahitajika stakishari. Nikamwambia sawa. Unaweza ukaja? Nikamwambia sawa nitakuja, lakini siko hapa, niko mkoani. Unajua uwezi ukaenda kirahisi polisi bila kujipanga. Nikatoka hapo ngampigia mpelelezi wangu, mbona kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, nipe namba za askari wako. Nikampa, akampigia, akamuulizia, akamwambia udada unaomuita tapeli, unajua kama ametupa gharama zake kutoka Dubai aishi hapa? Katoka Dubai kaja hapo kwa naba kufuatilia hizo issue. Hivi kama tapeli angetupa hela yake kuja huku, kwa sababu sisi waweza kumkamata kule tusingekuwa nao. Lakini kwa nini kaja? Kwa hiyo muite muoji, ujiridhishe, mimi naamini mtaelewana. Basi nilipotoka hapo, nakumbuka nilikaa kama siku 4 nilikuwa nabishabisha, siku ya 5 nikaenda. Nimeenda pale, nikatoa maelezo kama ni kweli mtu namfahamu na kweli alinipa pesa ya visa, lakini mimi sio tapeli, kwa sababu mimi sina ofisi ya kukata visa. Ila aliniomba nimsaidie na kweli nilikubali kumsaidia. Kwa hapa kichwa niponza, labda ni uwema wangu wa kutaka yeye kumsaidia. Na ndio maana niko hapa Tanzania kufuatilia issue tayari mimi nishafungulia kesi ya labi yake hii, nikamuelezea kila kitu. Na hapa nimekuja kwa sababu kwa naishi Dubai, nionyeshe tiketi yako, nikamuonyesha. Nikamwonyesha kila kitu changu, akaamini. Basi akasema namba za mhusika unayo nazo, nipe. Kampa, kampigia, unamfahamu fulani? Kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Yule baba alichokuwa anapenda alikuwa anakubali. Yaani ukimuuliza anakuambia ndio. Akasema ndio namfahamu Amina, na kweli hiyo anayosema chote hajaongopa, lakini huyo fulani wawili walionipa visa ziko kwenye process, mimi nitawapa visa zao. Hiyo kesi nyingine kwa sababu iko huku, hiyo haiwahusu. Yule akaambia sio utawapa. Akasema kesho kama hajatoka visa nitamrudishia. Ila akasema kule kwa sababu alishtaki mmoja, kumbuka huyo mmoja alikuwa mdogo wangu mimi. Kwa hiyo pale akaahidi kulipa pesa, na siku ya pili siku ya tatu akapeleka pesa nusu. Kule kesi ikaemenitoka, nikabakia na issue ya watu 3 akiwepo na mdogo wangu. Kwa hiyo nimesimama nadai pesa ya mdogo wangu, nadai pesa ya huyu, nadai na pesa za huyu ambaye yuko huku. Basi lakini hapo yule binti ambaye nipeleka stakishari, na nafikiri anaweza kaona hii video, na aliitwa pale kituoni, alikuwa alisahau kabisa kama ni mtu ambaye alikuwa analia, mimi hata mama yangu njoo kudhamini sio nini, akawa ananikandamiza mpaka akairipoti channel yangu, akaripoti account zangu za social media zangu zote kiufupi. Yule anasema huyu anawaita watu, anaambia njoo Dubai, lazima anajua kwa sababu ndo style yao ya upigaji wanaofanya, anafanya kazi za agent. Mimi nafanya kazi kama mimi sio agent. Alafu account yako aloko ripoti, afande kweli vlog yangu hapa.
naomba uanze video ya kwanza ina video 60 mpaka ya 60. Kama kuna sehemu mimi nimesema mimi agent, kama kuna sehemu nimewaambia watu nakata visa au na ofisi ya visa, afu ndo tuanzie hapo. Kama utakuta hicho kipengele, tuanzie hapo nifungulie kesi. Lakini pili, hiyo nasema mimi kweli na miliki bed space Dubai, na kwetu tunakoishi sio haramu, sio vibaya, kwa sababu ni lifestyle kutokana na maisha ya Dubai ni expensive. Hata huyu hawezi kufika hotelini kama kuja kutafuta kazi, hawezi afike hotelini kama anakuja vacation ya miezi miwili. Na ndio maana tunafanya hivyo, sio wanaokuja tu, hata sisi tunaishi kwa staili hiyo, kwa sababu ndio lifestyle yetu kutokana na maisha ya Dubai. Na sio dhambi, kwa sababu ili nifanye hivyo, hata kama unaenda kuniripoti kule, ili nifanye hivyo lazima nitoe ID yangu ya Dubai au passport, ndio napewa mkataba. Napewa mkataba sana kabidhiwa, ina maana ni kitu ambacho kinajulikana. Kwa hiyo hizo kaleta sheria za Tanzania ukalazimisha nizifanye mimi kule kati mimi siishi huku. Kama nikifungua hapa ingekuwa kesi. Basi kweli natoa ule mpelelezi wangu wa kitu hiki kingine, alimwambia hivyo akamwambia hizo so point, wewe deal na point zenu hizo. Hiyo mitandao ya kijamii nikamwambia niko na account ya biashara, niko na vlog ya niko na account ya TikTok ya biashara, na hii kama ya vlog TikTok. Lakini pia ingia utaona ninachokiongea. Sina sehemu nilomuita wala dada sio nilimconvince, hapana. Yeye ndo alinitafuta nikaonyesha conversation zetu zote na mwanzo mpaka mwisho. Alivyokuwa na tuma voice analalamika nisaidie mimi sio nini dream yangu kwenda Dubai. Na nilizokuwa nakataa mpaka ananibebeza mpaka anakubali. Lakini tusisimame huko. Mimi nasimama kwenye pati yake kwa sababu yeye alitaka hivyo na mimi nilitaka kumsaidia. Japo yeye alikuwa ananiambia sasa kuja unishindia mimi huku kama mimi tapeli. Mimi siwezi kuwa tapeli. Kama yeye 600,000 tu ningekuwa naweza kumlipa afu nikakomaa kule. Lakini nimetupa 1.5 milioni mzima nauli na bado natumia pesa kukaa huku ili nifuatilie vitu vyao. Kwa sababu gani? Sitaki mtu anyongee. Basi yule polisi akanielewa. Mwisho siku akamgeukea mwenyewe akamwambia dada sio tapeli bwana, sema huyo mtu alomtumia ndo akwa sahihi, na kwa sababu musika tumempigia amekubali dada namtoa, tutadili na huyu kwa sababu kashakili. Kwa hiyo bwana, mimi ikitokea kesho niko ruksa kuondoka, yeye unaweza kuondoka. Ikitokea hajalipa mnitafuti, tutadili na huyu kwa sababu kashakili. Basi kule nika nimejivua ndo nikabaki na watatu. Tukarudi kuendelea kupigana na watu watatu. Pigana yule baba akawa na ID kesho kutwa. Nikapeleza nikaijua mpaka ofisi yake anafanya kazi. Ukiachana hiyo kazi ya visa na kazi nyingine ya kwenye chama fulani kikubwa tu vya hivi vya siasa. Nikaenda. Kaambia bro nitakuchafua. Hapo nilikuwa nishaongea na Global TV. Nilipanga nimchafue kabisa, nilikuwa na hasira kwa sababu nikamwambia labda nife ndo nikusamee. Basi sikio nikamuibukia ofisini, akapigwa simu, bosi kuna mgeni. Akajua mgeni tu wa mambo ya nani anakuja na nikuta mimi. Nikamwambia Pamela usiondoke. Ushanipotezea sana muda. Nimechoka. Ramadhani unafanya nibaki huko, ni tofauti na familia yangu, kitu ambacho sio kweli. Basi pale tukagombana, hapa nikamwambia hapa mimi nakujazia watu. Mwisho wa siku abidi ampigie mpelelezi wetu Amina hapa kaja. Kuna moja kuna mbili kwa tatu issue mimi ishanichosha, kwa hiyo ninachoomba sasa hivi mimi nauza aseti zangu ili apate haki yake. Unauza shilingi ngapi? Mimi nauza kiasi fulani na sehemu iko sehemu fulani. Basi vitu vikaekwa sokoni, ilivyopatikana pesa akawa ametoa pesa, japo kuna asilimia ambazo bado namdai, lakini niliona afadhali ya hayo kuliko ya kosa kabisa. Basi baada hapo na mimi ni walivyopatikana zile pesa, kila mtu baadhi wakapata vitu vyao nusu, alopata yule ambaye alipata short ya tiketi aliunganishwa mpaka tiketi yake alipe, apewe na visa yake. Basi ya wengine ambao wenye visa zikatoka hivyo, lakini nilipata kiza uwezo una mpaka mtu anauza asset yake na unajua mdaiwa afungwe, kwa sababu ilifikia stage hiyo issue mpaka nilikuwa naipeleka mahakamani, nishatafuta mwanasheria kwa sababu nisema nishachoka, kwani peke mahakamani afu nimwache mwanasheria nifuatilie mimi niondoke. Nishatafuta mwanasheria lakini kaja kupata majibu. Sasa ndio maana naambia jitahidini jamani, mdaiwa anayefungwa haba kama Shirole na yule kaingiziwa kesi ya hujumu uchumi. Shirole si sore. Kama huyu nani alochukuliwa juzi na yeye kaingiziwa ni hujumu uchumi, lakini tofauti na hapo hizi madai madogo yanaitwa madai. Madai mtu anapelekwa polisi au kituoni anakubali anakulipa anavyotaka.
nitaka kwenda mahakamani. Ni mahakamani, ukaenda mahakama mwanzo apokee ushahidi wa kielektroniki, na mimi ndo nilikuwa na ushahidi hayo, message, miamala, manini, wao apokei. Ukienda mahakama kubwa ya wilaya lazima uweke mwanasheria. Na pesa yake sio ndogo. Yaani kule ndo angeza kubananisha, akajikuta nitapoteza tena pesa nyingine nyingi, kabidi tutumie njia hiyo. Basi alivyokuja kubali kuuza, vikagawika vitu vya kugawika, ndiko kidogo nikaanza kuwa na amani. Lakini ilinichukua mwezi mmoja, na kama ningekuwa lezi ningesamee. Na ndo maana watu wanafanyaganaga matukio, kwa sababu sometimes wao wakatafuta haki mpaka wanatamani ulie, kuipata ngumu. Na mtu anayefanya hivyo tayari mwenyewe anajiamini, anakuwa anajinanio. Basi nikafanya mpango, nimerudi zangu Dubai, na ndo hii sababu nimefika nikasema ngoja nitengeneze video niwaelekeze watu. Na ndo hii sababu nasema mkitaka kukata visa hakikisheni mtu mnamjua, na kama ni ofisini basi nenda ofisini direct. Hakikisha hii kampuni ambayo hataki kuzingua utaenda utadai pale. Msimwamini mtu kwa kumtumia kwenye simu wala mtu kumpa mtaani. Akikwambia niko ofisini, siko ofisini, kesho nitakuwepo, nenda kampe ofisini. Lakini pia msiamini sana kutumia watu visa, na msiamini sana kumwamini tu mtu tu ukimwona mtandaoni. Japo wengine sisi tulijitahidi kutaka kumtu kwa uaminifu, watu wametufelisha. Na kupitia hii issue pitia sasa hivi, ndio maana nasema sitaki tena mtu aniambie dada nizameni visa au nikatie visa. Kama naweza nitakuelekeza kwa mtu, nenda kaongea naye mwenyewe, na nitakwambia kabisa jilizishe mwenyewe, mimi sitaki kuhusika. Kama nitashinda tunakwambia basi tafuta visa. Lakini napenda sana mtu nitafute kama tayari ushapata visa yako mkononi. Ticket ukitaka nifuate, nitakuelekeza unafanyaje. Kama utakata mwenyewe pia unataka tu sehemu ya kufikia, nifuate. Tofauti na hapo sitaji tena kusikia voice ya kuulizwa, yani message ya kuulizwa kuhusu visa. Jamani, matapeli wengi, kweni makini. Mwisho kabisa msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Bye bestie.